Vita inayoendelea katika Ghuba ya Uajemi tayari imesababisha bei ya bidhaa muhimu ya mafuta kuongezeka, na ikiwa vita hiyo itaendelea, ni dhahiri kwamba dunia inaweza kuanguka kwenye mgogoro wa kiuchumi unaosababishwa aidha uhaba wa mafuta ama kupanda kwa gharama za maisha kutokana na mfumuko wa bei na kuongezeka kwa gharama za uzalishaji. Muhtasari huu umegusia baadhi ya nukta chache muhimu kwa msomaji wa kawaida. Mafuta ni nini? Umuhimu wake kiuchumi, bei na kipimo chake, soko, uuzaji mafuta, mauziano na mikataba faharishi na bei za mafuta, soko la dunia na kadhalika. Mafuta ni nini? Hiki ni chanzo cha nishati yanayoweza kuwa ghafi ama crude oil, ambayo ni yale yanayotoka moja kwa moja kisimani kabla ya kusafishwa. Inaweza kutoka nchi kavu, mathalan jangwani, mabondeni, au pia kutoka sakafuni ama sakafu ya bahari, mito na kwingine. Mafuta yanaweza kuwa pia ni yale yaliyosafishwa, refined, ghafi yaliyobadilishwa kuwa bidhaa za mafuta, yani fuels, zinazoweza kutumika moja kwa moja kwa mahitaji mbalimbali. Mathalan, petroli kwenye magari, dizeli na kwenye mitambo, mafuta ya ndege, mafuta ya taa, vilainishi, mashine na kadhalika. Mafuta ni chanzo cha malighafi zinazotumika kuzalisha plastiki, kemikali, rangi, mbolea, madawa na kadhalika. Bidhaa yote ya mafuta ghafi na mnyororo wake ni mali yenye thamani. Kwa nini mafuta ni muhimu sana kwenye uchumi? Mafuta ndio chanzo kikuu cha nishati duniani. 33% ya nishati inayotumika kuendesha sekta mbalimbali na maisha ya binadamu inatokana na bidhaa hiyo, kwa mujibu wa taarifa za shirika la nishati la Umoja wa Mataifa. Energy Mix Data Browser. Vyanzo vingine vya nishati, mathalan gesi asilia, nyuklia, jua na nishati nyingine mbadala zinafuatia. Uhusiano wa mafuta na uchumi ni kuwa bidhaa hiyo inachangia sehemu kubwa ya mahitaji ya nishati, yani major method of population. Ni kama makaa ya mawe ilivyokuwa katika karne 2 zilizopita. Bei na kipimo cha uuzaji wa mafuta zikoje? Mafuta yanaweza kuuzwa ghafi kutoka kwa wazalishaji kwa kipimo cha pipa, barrel. Pipa moja ni sawa na lita za ujazo 159, ambayo ni galoni 42, yani lita moja ama lita 3.7 US gallon. Ukisikia bei ya pipa moja imeongezeka, hivyo ndio maana yake. Nchi wazalishaji mafuta ama kwenye masoko ya uuzaji wa mafuta wanatumia mtindo huo katika kutaja bei, kulinganisha na kufuatilia mwenendo wa bei ya mafuta. Wanunuaji wa mafuta ghafi wanaweza kuwa makampuni makubwa yenye viwanda vya kusafisha, refineries. Nchi zenye uchumi mkubwa zinanunua kwa wingi na kuweka akiba yakiwa ghafi, strategic oil reserves. Mafuta pia yanaweza kuuzwa kama bidhaa iliyo tayari moja kwa moja kwa matumizi, mfano kuagiza petroli, dizeli ni tofauti na kuagiza mafuta ghafi. Soko uzaji mafuta. Biashara ya mafuta inafanyika kupitia masoko maalum ya kimataifa, ambapo wazalishaji na wanunuzi hupanga bei na mikataba ya uuzaji kwa mfumo wa mikataba ya moja kwa moja kati ya nchi ama makampuni makubwa ya mafuta, au kupitia masoko ya fedha ya bidhaa, commodity markets. Masoko maarufu ya kimataifa ya mafuta ni pamoja na New York nchini Marekani na Intercontinental Exchange ICE mjini London, Uingereza. Sokoni mafuta huuzwa kwa mikataba ya aina mbili. Kwanza, kwa bei ya sasa, spot market. Mafuta yanauzwa na kununuliwa kwa ajili ya kufikishwa kwa mnunuzi mara moja ama ndani ya muda mfupi. Pili, mauziano kwa bei ya baadaye, yani futures market. Mikataba inafanywa leo kwa ajili ya kununua ama kuuza mafuta katika tarehe fulani mbeleni kwa bei iliyokubaliwa kwa sasa. Nchi na makampuni makubwa wanatumia mtindo huu kujilinda na mabadiliko ya ghafla ya bei endapo itatokea baadaye. Faharisi na rejea za bei ya mafuta. Bei za mafuta sokoni zinategemea kiwango cha ubora wa mafuta ghafi, crude oil grades, na ndio zinatumika kama rejea ishara kuonesha mwenendo wa bei ipoje kwa sasa sokoni. Faharisi mashuhuri zaidi kueleza mwenendo wa bei ya mafuta sokoni zifuatazo. Brent crude, aina ya mafuta ghafi yanayotumika kupima bei ya mafuta duniani, Global Oil Benchmark. Brent pia hutumika kama bei rejea kuongoza upangaji wa bei ya mafuta katika nchi nyingi za Ulaya na Asia.
Bei ya mafuta katika nchi hizi mara nyingi hufuata mwenendo wa bei ya Brent katika soko la dunia kwa kuongeza ama kupunguza tofauti ndogo kulingana na gharama za usafirishaji, ushuru na kadhalika. Kwa mfano, ikiwa bei ya mafuta ya Brent ni $85 kwa pipa, bei ya mafuta kwenye nchi hizo itacheza katika wigo huo. Jina Brent kiasili ni visima vya mafuta vilivyopo katika eneo la bahari ya kaskazini, North Sea ya Uingereza. West Texas Intermediate WTI, aina nyingine ya mafuta ghafi yanayotumika kama kipimo cha bei, benchmark price, hasa katika soko la Marekani. Mafuta haya huzalishwa zaidi katika maeneo ya Texas na majimbo mengine ya Marekani. Katika soko la kimataifa, bei ya WTI hutumika kufuatilia mwenendo wa bei ya mafuta, hasa Amerika ya Kaskazini. Mara nyingi hulinganishwa na bei ya Brent ili kuelewa mabadiliko ya soko la mafuta duniani. Dubai Oman Crude, aina ya mafuta ghafi yanayotumika kama kipimo cha bei, benchmark price, hasa katika soko la Mashariki ya Kati na Asia. Hutumika pia kama bei rejea katika nchi za Asia Mashariki na Mashariki ya Kati. Hulinganishwa pia na Brent na WTI ili kufuatilia mwenendo wa soko la dunia. Aina nyingine za bei rejea za mafuta ghafi ni kama OPEC basket, wastani wa bei ya mafuta ghafi kwa nchi mbalimbali zinazozalisha mafuta ya wanachama wa OPEC. Bei ya mafuta ghafi: Irani, Heavy Iran, Arab Lights, Saudi Arabia, Urals na kadhalika. Tanzania inanunuaje na kupanga bei ya mafuta? Tanzania huagiza mafuta yaliyosafishwa, refined products, kama petroli, dizeli na mafuta ya taa, si ghafi, kutoka kwenye viwanda vya kusafisha mafuta, refineries, vya nchi za Kiarabu kama Saudi Arabia, UAE na Oman. Hivyo upangaji wa bei nchini unafuata mwenendo wa bei za marejeo ya mafuta yaliyosafishwa katika masoko ya Uarabuni na Uajemi. Kwa mfano, ikiwa bei ya mafuta kwenye Ghuba ya Uajemi itapanda kwa 5%, bei ya kikomo cap price inayopangwa na EURA kwa wauzaji nchini lazima iongezeke mwezi unaofuata. Upangaji wa bei unazingatia pia ushuru, tozo na mabadiliko ya thamani ya sarafu ili kupata bei ya mlaji. Tanzania inatumia mfumo wa uagizaji wa mafuta wa pamoja, bulk procurement, ambapo kampuni moja inashinda zabuni ya kuagiza mafuta kwa niaba ya nchi nzima. Bei ya mafuta Brent ni kiasi gani kwa pipa hivi sasa? Linganisha bei ya Brent kabla ya vita ya Irani kuanza na siku 10 za vita. Toa tathmini yako. Bei imeongezeka au imepungua kwa asilimia ngapi? Makala hii maalum imeandikwa na Aziz Rashid na kusimuliwa hapa nami Abeli Mponela.